Tumejipanga vizuri sana hadi sasa katika nyanja zote mbili, kwa maana ya uwanjani, kocha na wachezaji wake, na nje ya uwanja, viongozi na mambo ya kitaratibu zile za kimchezo, logistics na nini. Hadi sasa kila kitu kinakwenda vizuri. Tunajitahidi kuimarisha nguvu ya jukwani, na kundi kubwa la Watanzania wanaoishi hapa walikwenda ubalozini kuonesha nia ya kutaka kuja kwenye hii mechi. Wengi walikuwa wanapata shida namna ya mauzo ya tiketi inavyokuwa nini, kwa hata sisi tukawasiliana na klabu au wapinzani wetu namna gani tiketi zinaweza kuwa rahisi kwa au aina ya mashabiki. Of course na wao wametupa ushirikiano mkubwa sana, so mashabiki wote wanaokuja hapa tiketi wanazipata kwa urahisi, na inshallah tutakuwa na Watanzania wengi sana jukwani, na wale ambao wanakuja leo kutoka Dar es Salaam na wenyewe wanakuja kuungana na wanaokuwa hapa wanaoishi hapa kila siku. Bila shaka tutakuwa na mchezo mzuri, tutakuwa na nguvu kubwa ndani ya uwanja kwa wachezaji 11 na wale wa 12 wanaokuwa jukwani. Sawa, michezo miwili mmecheza bila kukusanya alama yoyote. Zaka, pengine mchezo wa kesho morali ikoje kwa upande wa wachezaji lakini pia na timu kiujumla? Uzuri wake ni kwamba tuna mwalimu ambaye anajua kushusha pressure. Ni pressure hivi nini? Pressure. Mwalimu anasema aina yake yeye anavyochukulia mpira ni pleasure. Pleasure. Sio play. Yeah. Sio pressure au nini? Sio nini? Sio pressure. Sio pressure. Okay, so pressure. So pleasure not pressure. Na hivyo ndivyo anafikisha ujumbe kwa wachezaji, na wachezaji wanaipokea hiyo. Kwa hiyo kupoteza zile mechi mbili za kwanza hazitingishi sana nyoyo za wachezaji, kwa sababu focus inabaki kwenye mchezo unaokuja. Mchezo ukishaisha umeisha, hauna ya macho unaweza kubadili hata kama ulikosea. Kikubwa ni kurudi kwenye uwanja wa mazoezi ili sasa usije kurudia makosa kama yale kwenye mechi inayokuja. Na kwa kipindi chote ambacho tumekuwa na mazoezi yameenda vizuri, tutakwenda kurekebisha makosa kwenye mchezo wa kesho, na inshallah tutaanza kukusanya alama na tutaangalia hizo mbele, hizo alama zitatusaidia nini. Kwa maarufu hata kabla hii timu haijaanzishwa tukawa tayari tunajulikana hapa. Kwa sababu wale wachezaji wao kwa tukiwa saini walikuwa maarufu sana hapa, na walikuwa na kundi kubwa la watu wakiwafuatilia. Kwa wakaanza kuiona Azam FC timu yao ya pili nje ya timu zao za hapa kwa Kenya. Kwa hiyo tutategemea kuiona kesho pia, na itatusaidia sana jukwani kuhakikisha kwamba kuna hapa morali wachezaji wetu na kutupatia ushindi. Kwa mtu ambaye anaamini sio Azam wa kwanza ni wale wa Kariakoo, hiyo perception kwako ipo hivyo, ama unaamini nyinyi ndio wa kwanza kuliko wale wa Kariakoo hapa? Wa kwanza kufanyaje labda? Kwa maana kuwa na idadi kubwa mashabiki. Sina kipimo. Mimi ninavyoongea kwa kulinganisha na Nairobi United. Kulinganisha na wengine, nisije nikasema kitu hapa watu kwa sababu sasa shabiki wetu tuna tawi moja tu hapa. Mwenyekiti wetu tawi letu hapa anaitwa Trezeguet. Okay. Sasa naweza nikasema watu ikawakera, unajua Ilikuwa mwenyekiti hapa, mwenyekiti wa tawi letu la Azam FC mashabiki hapa Nairobi anaitwa Trezeguet. Okay. Trezeguet ni maarufu wa muda mrefu tu. Sasa usitaki unipeleka huko alafu unaona, ndio maana sipendi. Kwa hiyo tuzungumzie tu ya kuhusu Nairobi United. Toa ilini tuzungumzie kuhusu Nairobi United, na bila shaka tutakuwa na mchezo mzuri kesho, na wale mashabiki tulionao hapo wakiongozwa na mwenyekiti wa tawi tutapata ushindi inshallah. It's in a good pitch, and it's an African game, you know, so you have to be as fit enough to show yourself that you are able to play this kind of game. We do the job also to play this kind of job, not only to play with our friends, but to play also international games. So when you have the possibility to play this kind of game, you don't have to regret. You have to play a full game. Adolf, how much do you know Nairobi United? Tactically, what do you expect from them? We expect a tough game because they're a team that has to keep the ball, and we also play the same type of football, so it's going to be a competitive game.